what we are seeing in the church today. Pastors have problems. Nations have problems. Because the seed has a problem. It is not the true seed that was planted by Jesus. Whether good or bad, it has power in itself. Hallelujah. If it is a good seed, the power of that seed shall be seen by the outward. If it is the evil seed, it shall be seen by the outward. Hallelujah. We have so much negative things influencing the church today. And this is evidence that there is a seed than the one that which Christ planted. That is used in the church. We saw yesterday the power of the seed. Number one, it grows more than itself. That small maize seed, that mustard seed, grows more than itself. Hallelujah. Though it is very small, the mustard seed is with this person. It grows greater than itself. Hallelujah. How great shall it be when a good seed is planted in a believer? When the true word of God is planted inside a believer, this wonderful woman and man of God will grow greater than himself. Hallelujah. It means he shall be more dependable than any other thing. Number two power. We say the number two power is the seed multiplies. Hallelujah. When you plant that one seed, it will come out more and more better. Hope of maize. Hallelujah. That small seed, that single seed, it will multiply. How it is that when it is a good seed, that multiplication. Hallelujah. That multiplication will be evident to every corner of that area. The power of that seed. Number two is multiplication. Number three power. There is divine potential. If it is a spiritual seed, there is divine potential. There is connection with the one who is above. If the seed planted in you is the seed of Jesus Christ, then there shall be the connection that is divine from above. How it is that if that seed is the good seed, how great shall it be? How divine shall it be when that seed is good seed? Number four, spiritual blessings. That is a power. You will begin to see the gifts of the Holy Spirit, the things of the Spirit, evident in a church. Because that seed inside that church is a good seed. Number five, impartations. Impartations. You will begin to see this brother impacts this brother here. Impacts that brother there. Impacts that brother there.
Hallelujah. Hallelujah. And today our last day. Na leo siku yetu ya mwisho, We are talking about the good seed depends on the soil. tunaongea kuhusu mbegu njema inayotegemea mchanga. Luke chapter 8 verse 4 to 15. Luka sura ya 8 kuanzia 4 mpaka 15. It depends with the good soil. Inategemea na udongo ule mzuri. Hallelujah. Hallelujah. That good seed Ile mbegu njema together with that good soil, pamoja na ule udongo mzuri, there shall be greater things. hapo na vitu vikuu mno. Let us read from our Bibles Tusome kutoka Biblia yetu before we continue. kabla tuendelee. The Bible says, Biblia inasema, and when much people were gathered together, and one came to him out of every city, he spake by a parable. A sower went out to sow his seed, and he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock, and soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprang up with it and choked it. And other fell on the good ground and sprang up and bare fruit an hundredfold. And when he had said this thing, he cried, he that had ears to hear, let him hear. Before we continue, read that section. kabla tuendelee, wacha tusome hiyo kwa Kiswahili. It's 4 to 9. Mkutano mkuu ulipokutanika, wale waliotoka kila mji wakimjia, alisema kwa mfano, mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, na alipokuwa akizipanda, nyingine zilianguka karibu na njia, zikakanyagwa na ndege wa angani wakasila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zilipoanza kumea zikakauka kwa kukosa rutuba. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikamea pamoja nazo ikazisonga. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa moja kwa mia. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikia na asikie. So the sower, Kwa hiyo mpanzi goes to the field alienda kupanda with seed. na mbegu. And this is good seed. Hizi mbegu zilikuwa njema, Because we'll get the explanation after verse 9. kwa hiyo tutapata maelezo zaidi kuanzia kifungu kile cha 9. So this was good, these were good seeds. Kwa hiyo hizi zilikuwa mbegu njema. The sower was carrying good seed, Mpanzi alikuwa amenena mbegu njema, but the types of soil lakini aina ya udongo determine inategemea how the seed grew je, ile mbegu ilileta and bring a yield na kuleta mazao or a good harvest. ama vitu mbaya. On the first soil, Katika mchanga ule wa kwanza, it was the hard part. ilikuwa mahali pakavu, The hard part. mahali pakavu. This was the first type of soil. Hii ni udongo aina ya kwanza, The hard part. mahali pakavu. The seed is good, Mbegu ni njema, but the soil is hard. lakini ule udongo ni kavu, It has no moisture. haina unyevu, There is no water. haina maji, There is no fertility. hakuna It is a hard soil. mahali pakavu, Hard soil. udongo mkavu. And as I talk about the soil, Na ninavyoongea kuhusu udongo, the soil today is your heart. udongo siku ya leo ni moyo wako. Hallelujah. Haleluya. Is my heart. Ni moyo wangu. Here at Shiloh, Hapa chini we have men and women. tunao wanaume na wanawake. Some of them Wengine wao have hard hearts. wana mioyo migumu, They are very difficult to understand the vision of man. ni wagumu sana kuelewa maono ya mtumishi wa Mungu. Very difficult. Vigumu sana. You are here, my brother, my sister. Uko hapa dada yangu, ndugu yangu. You know it very well. Unajua ni You have a very hard heart. kuna moyo mgumu mno. The man of God has used his time
Mtu wa Mungu amesimama wakati wote to preach the true gospel of Jesus Christ. kuisema injili halisi ya Yesu Kristo. But you have had a very difficult heart. Lakini uko na moyo mgumu A sana. hard one. Moyo mgumu sana. A hard heart. Moyo mgumu sana. I repeat, a hard heart. Narudia, moyo mgumu sana. When they talk about constructing the house of God, Wakiongelea kuhusu kuijenga nyumba ya Mungu, you are the first one to disagree. wewe ni wa kwanza kulipiga hilo. When they talk about buying church instruments, Wakiongelea kuhusu kununua vyombo vya kanisa, this vision hii haya maono is not accepted in your heart at all. hayakubaliki katika moyo wako kabisa. A hard heart. Moyo mgumu. We have this Christian. Tuko na hawa Wakristo They are inside here. wako hapa ndani. God has said Mungu amemtuma that every good soul, every good seed, kwamba kila mbegu njema need a good soil, inahitaji udongo mzuri, a good heart. moyo mzuri. The receptor must be good. The receptor, kile kinachoshika, Kile kinachoshika lazima kiwe kizuri. the soil, Udongo, the soil. udongo, The second soil, udongo aina ya pili, the rocky soil. udongo wa mwamba. It is soil, Ni udongo, but very rocky. lakini ni wa aina ya mwamba. And we get the explanation as from verse 9 continue. Na tutapata hayo maelezo kuanzia kifungu cha 9. But I want you to know that the soil is your heart. Lakini nataka tu ujue kwamba huu udongo ni moyo wako. We have people Tunao watu who always want to be blessed. ambao wanataka tu kila mara kubarikiwa. They do not want challenges. Hawataki njia nyingi. Hawataki changamoto. The rocky soil, Watu wa moyo wa mwamba, the rocky heart. moyo wa mwamba. We have the dirty soil, Tunao udongo aina tatu. Aina ya tatu. the thorny, Udongo mwiba, the thorny soil. udongo mwiba. Because the seed fell on that area Kwa sababu mbegu ilianguka where there were thorns. mahali kulipokuwa kuna miba. So we call it the thorny soil. Kwa hiyo tunaita udongo wa mwiba. We have people here Tunao watu hapa with that same magnitude of heart. ambao wako na moyo aina hiyo kabisa. And the last soil was the good ground. Na ule udongo wa mwisho ni ule udongo uliokuwa mzuri. The good ground. Udongo mzuri. The seed is good. Mbegu ni njema. How many believe that Bishop Ogole preaches the good gospel of Jesus? Wangapi wanaamini kwamba Bishop Ogole anahubiri injili? How many? Wangapi? How many believe in him? Ni wangapi wanamwamini? Najua leo tuko shida peke yake, usiku na shida. Jioni tutakuwa tumechanganyika. Lakini sasa hivi sisi ni shida peke yake. Tunaongea ya nyumbani. Amen. Amen. Asifiwe Yesu. Hata naweza ongea Kijaluo mwaka nikubalia. Sababu tuko nyumbani. We as Shiloh members, Sisi kama wanashirika we have these 4 types of hearts here. tuna aina hizi 4 za mioyo hapa. And this man and woman of God, Na hawa watu wa mama na baba wao wa kiroho, God has sent for you. Mungu amewatuma kwenu. Have what God has sent them to bring to you. Wana neno ambalo Mungu amewatuma wawaletee. That is the seed. Hiyo ndio mbegu. The word of God, Neno la Mungu, the gospel of Jesus Christ. injili ya Yesu Kristo. The Jesus they carry Yesu anayembeba. is so good to take you from one level of God to the other. Ni vizuri wanapokuchukua kutoka ngazi hii mpaka nyingine. But why are you facing whatever you're facing? Lakini kwa nini unapitia kile unachopitia? Why are you still at the same place you are when you received Jesus Christ as your Kwa personal nini Savior? unabaki katika mahali hapo ulipokuwa wakati ulipokea Yesu? There is a question to ask yourself. Kuna swali ambalo jiulize mwenyewe. Because Kwa sababu there's something wrong kuna kitu mbaya with your heart. na moyo wako. There is something wrong with your heart. Kuna kitu ambacho si nzuri na moyo wako. There is nothing wrong you coming to church every Sunday. Haina shida wewe kuja kanisani kila Jumapili. But you have something
something wrong with your heart. Lakini kuna shida na moyo wako. There is nothing wrong for you coming to sing and pray the Lord. Haina shida wewe kuja kuimba na kumtukuza Mungu. There is something wrong with your heart. Lakini kuna shida na moyo wako. There is nothing wrong to plant your good seed on that hard soil. Haina shida wewe kupanda mbegu njema katika udongo huo, On the rocky soil, udongo on the golden soil, udongo wa on the good ground. katika udongo. And there is a problem Lakini kuna shida with your heart. na moyo wako. How many are ready for this renewal this afternoon? Je, ni wangapi wapo tayari na haya mageuzi mchana? There is a great renewal. Kwa sababu kuna mageuzi makubwa. You know, yesterday, Bishop, Unajua jana askofu, this message was confirmed. hii ujumbe ulihakikishwa. This message was confirmed yesterday. Huu ujumbe ulihakikishwa jana. After our last session, Baada ya kipindi chetu cha mwisho, God spoke through my wife. Mungu alizungumza kupitia mke wangu. And God said, Mungu akasema, that is the problem with Shiloh Church. hiyo ndio shida ya kanisa la Shiloh. The seed Mbegu and the soil. na udongo. The seed is good. Mbegu ni njema. They are giving good fruit. Wanapeana chakula But you have bad stomachs. lakini mna matumbo mabaya. Good fruit. Chakula bora, Bad stomach. tumbo mbaya. Good seed. Mbegu njema, Bad soil. udongo mbaya. If at all you will know Na kama yote ingefaa kujua this thing that God has installed in this man and woman of God, haya maneno ambayo Mungu ameachilia ndani ya watu hao, this is where your blessings are. hapa ndipo mahali baraka yenu ilipo. And God confirmed it through my wife yesterday. Na Mungu alithibitisha kupitia mke wangu jana. Because as she ministers, I pray for her, and as I minister, she prays for me. Kwa sababu anapohudumu mimi namuombea, na yeye akihudumu mimi ninamuombea. So God speaks. Kwa hiyo Mungu anaongea. Hallelujah. Haleluya. The heart. Moyo. We do not want many members. We want men and women with good hearts. Hatutaki kanisa lenye washirika wengi. Tunataka mtu mwenye moyo mzuri. Jesus chose 12 disciples. Yesu alichagua wanafunzi 12. And the gospel of Jesus Christ reached the whole world. Na injili ya Yesu Kristo ilienea duniani kote. We have the gospel of Jesus today Tunayo injili ya Yesu because of the 12 men. kwa sababu ya wale watu 12. We can have the whole of the body Tunaweza kuwa na lipenzi because of this group. kwa sababu ya watu hao. We can have the whole of the Tunaweza kuwa the na whole of the North, yote the whole of Kenya, Kenya mzima because of you. kwa sababu ya nyinyi. If at all we will allow God to change our lives today. Kama tutaruhusu Mungu ageuze mioyo yetu. Praise the name of the living Jina la Bwana God. libarikiwe. The good soil depends on the good seed depends on the good seed. Na mbegu njema inategemea udongo mzuri. I have written a few things here. Nimeandika vitu kadhaa. The good seed Mbegu iliyo njema is that which produces good fruits. ni ile inayozaa matunda bora. The good seed Mbegu njema is that which bears good fruits. ni ile inayozaa matunda mazuri. The good seed Na mbegu njema in a good soil na katika udongo produces not good, great fruits. haitoi tu mazao mazuri, inatoa mazao makubwa. Sometimes you go to the market Wakati mwingine unaenda sokoni and you go around the groceries na unatembea kwa pale kwa kwenye matunda and you want to buy apples. na unataka kulinunua apple, And you move from this vendor to the other vendor. unatembea kutoka kibanda hiki cha mchuzi mpaka kile kingine, Because this vendor kwa sababu mchuzi huyu has good fruits. ana matunda mazuri. The other vendor Yule mchuzi has great fruits. ana matunda makubwa Big one. kubwa. So your eyes Kwa hiyo macho yako see the greatness of that apple. wanaona ile tunda ambalo ni kubwa More than this apple,
kushinda hili tunda lingine. So the good seed, Kwa hiyo mbegu iliyo njema in us, iliyo ndani yetu it can produce great fruits. inaweza kuzaa matunda kwa ukuu. How? Kivipi? When it lands on the good ground. Inapoingia katika udongo ulio mzuri. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. When it lands on that good heart, Inapoingia katika moyo ule mzuri, then great fruits matunda makuu begin to come out. inaanza kuonekana. Not just good fruits, Sio tu matunda mazuri, great fruits. matunda makuu. If you want Shiloh to grow, Ukitaka Shiloh ikue to nations, kwa mataifa, hallelujah, haleluya, to be at that global stage, ikue katika anga hiyo ya ulimwengu, it should have great fruits. lazima ikuwe na matunda makuu, Because it landed on good soil. kwa sababu ilitua katika udongo mzuri. Hallelujah. Haleluya. It landed on that good soil. Ilitua katika udongo ule ulio That good heart. huo moyo mzuri. We said on Friday, Tulisema Ijumaa, today in the church, leo katika kanisa, not at Shiloh alone, I'm talking about the church of Jesus Christ. sio Shiloh peke yake, There is more hatred kuna chuki nyingi sana than the people of the world. kushinda watu wa ulimwengu. There are more problems in the church today than in the world. Kuna shida nyingi sasa hivi katika kanisa kuliko ulimwengu. Why? Kwa nini? Because the seed is good. Kwa sababu mbegu ni njema. The word of God is good. Neno la Mungu ni The njema. gospel of Jesus Christ is good. Injili ya Yesu Kristo ni nzuri. But where it is landing, Lakini mahali inapotua is the great problem. ndio shida kubwa. How many are good tithers? Ni wangapi wanatoa fungu la 10 vizuri? Ni watu mko You are na faithful in tithing. wewe ni mwaminifu fungu la 10. Shiloh. 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 How many are faithful tithers? Sheni wangapi wanatoa fungu la 10 kwa ukamilifu? Shiloh. Shiloh. How many are faithful tithers? Ni wangapi wanatoa fungu la 10 kwa ukamilifu? Okay. So number 2. Namba 2. How many support the work of the woman of God? Not in prayer. I'm not talking about praying for the man of God. Je, ni We wangapi have spiritual and physical needs. How many support the man of God physically? ni wangapi wanaosapoti utumishi wa Mungu? Last week, my church members, Juma lililopita washiriki wako, because in our area there is water scarcity, kwa sababu katika upande wetu kuna shida ya maji. they brought a water bowser, Walileta gari la maji and filled our 10,000 liter tank na wakajaza tangi letu la lita 10,000 without our knowledge. bila sisi kujua. Physically, not by prayer. Sio kwa maombi, Physically. Physically. kihalisia. Yes, we have this bottle of water because someone bought it. Tuko na hii chupa ya maji kwa sababu mtu alinunua. Because after preaching, we need water. Kwa sababu baada ya kuhubiri We don't need prayers. hatuhitaji maombi. After preaching, we need a cup of tea. Baada ya kuhubiri tunataka kikombe cha chai. We don't need prayers. Hatuhitaji maombi. When he's traveling to Nairobi, Wakati anasafiri na hiyo his money, not prayers. anahitaji pesa, sio maombi. But how you facilitate him Vile unavyoshughulika depends on the receptor. inategemea na kiini. Hapo moyoni hapo. If that is the hard soil, Kama huo ndio udongo mgumu, then they will say, Pastor, go, we will pray for you. atasema na mchungaji, wewe nenda, sitakuombea. We will pray for you. Nitakuombea. They will say, Watasema we have other problems also to take
care of. Tunashinda pia sisi. So when you come back, we look for what we can do for you. Ukirudi tutaangalia jinsi gani tutakuangalia. How many give love offering of 100 shillings in our Sunday? 100 shillings. Wangapi wanaotoa sadaka ya upendo? Shilingi 100 tu kwa Jumapili. When I'm talking about giving, I'm not saying who is employed or who is not employed. Na sisemi tu mwenye aliajiriwa. I am talking about the heart. Na unazungumza kuhusu moyo. How many give 100 shillings? Wangapi wanatoa shilingi 100? That is your love offering. Hiyo ni sadaka yako ya upendo. When you come to any service here, ukija tu kwa ibada yoyote, you tell yourself, unajiambia mwenyewe, this is my love offering. Hii ni sadaka yangu ya upendo. I'm going to bless the altar of God. Nitaenda kuibariki madhabahu, because there is where my life is. Sababu pale ndipo maisha yangu yalipo. How many? Wangapi? One. Moja. Some of you have raised your hand. Samuel njema Number 2. Wa pili. How many of you? Number 3. Wangapi? Watatu. Since you received Jesus as your personal Savior, tangu ulipompokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, God spoke to you to do something in this house. Mungu alikuongelesha ufanye kitu katika nyumba. Whether buying microphone, pengine kununua vipaza sauti, chairs, viti. God spoke to you personally. Mungu alikuzungumzia binafsi. Because there are so many women here. But God talked to you, you have never redeemed what God, you have not honored. Kwa sababu kuna vitu vingi Mungu alikuongelesha kama wewe. Mungu aliniambia waliambiwa vitu na hawajafanya. Inakukula, itakukula pole pole mpaka imalize. Niko hapa kwa hawa mama hawa Yesu. Najijua vizuri. Asifiwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata tusipoe sema amen, mimi nitasema amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio tumesema tunatengeneza nyumba yetu. Sisi ndio shida. Tunajivunia sisi ndio shida. Na sisi tuna nguvu za kushikilia kazi ya Mungu kuliko watu wengine. Tunataka Mungu atubariki. Naona huyu mke wangu, she is a giver more than I give. Anatoa kuliko ninavyotoa. She is a giver more than how I give. Anatoa zaidi kuliko mimi. I give, yes. Natoa ndio. By giving, she is number 1. I am number 2. Katika kutoa yeye nambari 1. I am the husband, yes. Mimi ndio Mungu. Whatever God tells her to do, lakini kitu ambacho she tells me, God has told me to do this. Ananiambia Mungu ameniambia. I give her, go ahead. Ninampatia uhuru wa kuendelea. What God has told her to do. Kufanya kile kitu ambacho Mungu amemlazimisha kufanya. One day, because I am the pastor, siku moja kwa sababu mimi ndio God told him to buy 7 microphones. Mungu alimzungumzia anunue vipaza sauti 7. And she did. Na alifanya. Not because I am the husband. Sio kwa sababu mimi ndio Mungu, because she knows it is the honor of God. Kwa sababu alijua ni madhabahu ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I'm not saying you buy 7 microphones. Sisemi ununue vipaza sauti 7. No. Do whatever God has told you to do. Fanya kile ambacho Mungu amekuagiza kufanya. God has told you to come and sweep. You are not the sweeper, but He has told you to come and sweep the church. Mungu amekuagiza uje ufanyie kanisa. But you did not come. Lakini haukuja. God told you something. Mungu alikwambia kitu. And you did not do it. Na hukufanya. It is because of the type of heart you have. Ni kwa sababu ya ule aina ya moyo uliona. If you see somebody loving another person, na ukiona mtu mwingine anampenda mwingine, it is about the heart. Kuhusu moyo. If you see another person hating another person, ukiona mwingine anachukia mtu mwingine, it is about the heart. Kuhusu moyo. Hallelujah. 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 If you see people moving from Majachumbi to Ganze, ukiona watu wanatoka Majachumbi mpaka Ganze, it is because the soil in Majachumbi is not good enough
Ni kwa sababu udongo uliojaa chumvi si mzuri. They go to Gaza. Wanaenda Gaza. They have good. Kwa sababu wana udongo mzuri. If you see people moving from Mombasa to Shima, Ukiona watu wanatoka Mombasa kwenda Shima, because the soil in Mombasa is not good. ni kwa sababu udongo ule Mombasa si mzuri. But the one in Shima Lakini ule wa Shima is good for good harvest. ni mzuri kwa matokeo mavuno mazuri. Praise the name of the living. Jina la Bwana libarikiwe. What type of heart do you have? Ni aina gani ya moyo ulio nao? Yes, you come to church. Ndio unakuja kanisani. When the vision of man of God to build this sanctuary was ongoing, Wakati maono ya mtumishi wa Mungu kulijenga hili kanisa kiendelea, how many people remained faithful to give because of that construction? ni wangapi walibaki waaminifu kutoa kwa sababu ya hili jengo? And how many went? Na ni wangapi walienda? Those who remained faithful stand up. Wale ambao walibaki waaminifu, Those who remained, they were there when the vision started, and they remained there until now. wale ambao walikuwepo wakati maono yalitolewa na wako mpaka sasa maono yakitimia. Simama kwa miguu yako. You are there, and you are still there until now. Ulikuwa na sasa bado upo mpaka leo. Only my mom. Yes, my mzee here. God bless you. Mzee wangu baba ubarikiwe. And another one. The pastor is watching. Mchungaji anaangalia. Simameni tu, msichoke. Wale walikuwa na bado wakabaki mpaka saa hii. Read verse 9 to 15. Tumalize. Tusikae. Mimi sijaongea mkae. Nataka tusomee. Ama mmechoka? Mimi niliombewa swali nikaenda kuhubiri kwa na nguvu. Asifiwe Yesu. Maana tulikuwa siwezi toka hapa mpaka asubuhi kule tunanililizi. Siwezi toka. Sikuja kwa kanisa lingine. Nilikuja wapi? Na kama hawangeelewana singeenda. Because I am a good seed. Siamui kila mahali. Asifiwe Yesu. So, Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake sikizeni mimi hapo mmesimama na wale tumekaa. Baba ulikuwa umesimama. Wanafunzi wake wakamuuliza, maana yake nini mfano huo? Akasema, ninyi mmepewa kazi, ninyi mmepewa kuzijua siri za ufalme wa Mungu. Bali wengine kwa mifano, ili wakiona wasione, na wakisikia wasielewe. Na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Mbegu tuko namalizia. Mbegu ni neno la nani? The good seed tunayoiongelea, it is the word of God. Wale wa karibu na njia ndio wasikiao. Hao wa karibu na njia, ule mdogo wa njia, ni wale wanaosikia. Kisha hucha ibilisi akaliondoa hilo neno moyoni mwao. Kisha si pastor anakuja kuliondoa, ibilisi anakuja na kuliondoa. Wasije wakaamini na kuokoka. Wasije wakaamini na kuokoka. Na wale kwenye mwamba ndio wale ambao, wasikiapo hulipokea lile neno kwa furaha. Wakisikia makofi mazuri. Tunataka kujenga, lakini nao hawana mizizi. Hawana. Huamini kitambo kidogo, Ndio sana. Songwa na shughuli na mali. Na anasa za maisha haya. Na vitu vya kule nje. Wasiivishe lolote. Hao ni mbegu nzuri, lakini ya kuwa kwenye mimba. Inasongwa na vitu. Pastor, sisemi hao wale hawakuja Friday hii ni mbaya. No. But on Friday hatukutangaziwa revival. Washirika hatukutangaziwa revival. Nauliza, hatukutangaziwa revival. Nauliza tena, hatukutangaziwa revival. Wale wa mama jana na wasichana hatukutangaziwa mkutano wa mama. Hatukutangaziwa. Lakini walikuwa wapi wale wa mama wale? Wale wako hata na wale wengine walikuwa na shughuli
pastor, unajua tumekuwa kwa pastor Naomi. Na Mungu akanipatia neno, na kumbe ujumbe huo Mungu aliuongea Jumapili iliyopita. Na mimi nikawa nimepewa confirm. Kwa sababu pastor na kilio. Mungu nilipofika tu hapo akasema huyu pastor na kilio. Huyu pastor anaumia moyo. Na hiki ndio cha utawaambia hawa watu. Na nikamwambia Mungu asante. Maana hawakubaliana na mchungaji wao. Akienda South unaenda. Kwa hivyo jana alipokuwa amemwambia wakuje hapa, kila mmoja alisema lake. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Lakini walipoachana juma lile lingine Jumapili, kila mtu alisema anakuja mkutano. Lakini jana kila mtu akapata kazi zake. Na Mungu akanipatia neno, anaongea haya baada ya kunihubiri. Na mama mmoja ambaye Mungu alimuunganisha Jumapili, alituma ujumbe huo ambao nimeenda kuhubiri. Bwana akapiga muhuri. Ya kwamba hao ni watu ambao hawakubaliani na mchungaji wao. Mchungaji akienda hivi, hao wanaenda hivi. Wanashughuli mingi. Nataka niwaambie, kama umeajiriwa kazi, kama una biashara, kama huna kazi, tafuta muda na Mungu. Amen. Tafuta muda na Mungu. Shughuli za maisha, vitu vya maisha visikufanye ukatoka katika mpango wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ile udongo wa mwisho tusomee. Msisiwe na shida za msimamo, msisiwe na shida. Udongo ule wa mwisho. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno. Yaani kwa unyofu. Yaani hawa si watu wa mbio. Hata ukiongea kana kwamba hawasikii, lakini wanasikia. Lakini inaingia. Mchungaji anasema niko hapa lakini nataka kwenda Nairobi kesho. Inaingia. Anaongelesha tayari ile 2,000 tamtumia pasta. Hata ongea na mtu. Lakini ataenda kuona titi. Mama Debora ametuma shilingi 1,000. Anampigia simu, nini mama? Ni ile safari umesema. Kwa sababu udongo ni mzuri. Mbegu ikipandwa mahali pazuri, baada ya siku 3 inafanya nini? Inachipuka. Inaota mahali yote. Lakini kama si udongo mzuri, baada ya siku 3, mwezi na njoka, mwaka mzima, hii mbegu haitafanya kitu. Lakini anasema mbegu hii iliyoanguka katika udongo mzuri ilizaa. Asifiwe Yesu. Ilizaa. Tusomee umalize. Ilizaa. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Wanazaa matunda kwa kuvumilia. Yaani kuvumilia amesema ni muda. Hata kama hutapata baraka leo, lakini baraka zako usiku. Kwa sababu mbegu ni Yesu. Nataka niwaulize washirika. Wangapi wanampenda mchungaji na mama? Wangapi wanawapenda? Tumemaliza, hata tunaweza kufunga kitabu. Tuongee sasa. Maana Shiro sasa si kanisa la kijijini, ni kanisa la kimataifa. Tuko na crusade hapa mwezi wa 11. Natazamia pesa zitoke mfukoni mwangu. Tuende crusade. Amen baba. Natazamia tuende uwanjani ili tuambie wengine habari za Yesu. Natazamia Likoni ijue Shiro iko, haikufa, iko na inaishi. Haleluya. Wangapi wako tayari na hiyo ameni? Hiyo ameni ni ndogo sana. Hiyo ameni ni ndogo sana. Hiyo ameni ni ndogo sana na watu wa Shiro. Mimi nawajua nyinyi watu wa ameni ya Mungu, lakini hiyo yenu ni ndogo. Hiyo Victor ni ndogo. Amen ama si amen? Bado ni ndogo. Hiyo ni ndogo pastor. Ni ndogo hiyo. Amen ama si amen? Amen. Tena amen ama si amen?
asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi wachache tuko hapa tujivune, kwa sababu sisi ndio tutakaoleta rekodi hapa ndani. Sisi ndio tutakaoleta Mombasa hapa ndani. Watu watatoka Kongowea, watu watatoka Changamwe, watu watatoka Shimbaili, wakuje hapa wasikize maneno ya mtumishi wa Mungu hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikirudi hapa nione TV pale ili mchungaji asikuwe na shida. Noa, chama asikuwe na shida ya kusoma vifungu vile vinawekwa hapa. This is a global church. Wangapo anasema hili ni la kimataifa. Ni wangapo anasema ni la kimataifa. Wangapo anasema hii ni international, hii shida ni international. Mama utakuja kusimama hapa, watu wa South Africa wao ndio kuangalia. Kwa hapa. Asifiwe Yesu. Miaka mingapi nawapatia? Miaka mingapi? Hii mbegu ikimea kwenye moyo mzuri, mama utakuja jiona mbali. Maana akipanda na wewe unapanda. Akiinuka na wewe unainuka. Haleluya. Akiendelea na wewe unaendelea. As the pastor grows, so as the members. As the pastor is uplifted, so as the members of the church. As the church grows, so as the members grow. Huu si mtu mdogo. Amen. Wangapo wanaamini wako na mchungaji wa kimataifa. Hawako na mgiriama wa kawaida. Amen. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Hata kama alikuwa anazuiliwa, leo tumekuja hapa na mke wangu, hakuna kizuizi tena. Hapa tutaomba. Unaona naongea pole pole hivi. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu pastor atainuliwa vyombo. Nisipokuwa ni wewe atainuliwa vyombo vingi. Wewe ukikataa kuwa mbele, kuwa mchanga mzuri, atainuliwa vyombo vingi. Kuna michanga mingine itakuja ambayo itapokea Baba. Itapokea Baba. Ile injili imenitoa mahali. Ile injili imenibariki kwa sababu ni udongo mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbele yako hakuna kipindi cha mateso kila wakati. Ati mateso Januari mpaka Desemba hakuna. Ni season huwa alafu ikipita imepita. Najua umechoka mama. Bwana asifiwe sana. Lakini Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki na baba. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki Noa. Maana hamkutoroka. Haukuwa udongo mbaya. Ulikuwa udongo mzuri. Na sasa hivi utaona matunda ya yale mlioyafanya. Utaona matunda ya yale mlioyafanya. The fruits zitaanza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kazi yako utaanza kuziona, kwa biashara yako utaanza kuziona. Kwa familia yako utaanza kuziona. Kwa sababu ulikubali mbegu ya mtu wa Mungu imee ndani mwako na matunda yataanza kuonekana. Nimesema mbegu nzuri inatoa matunda mazuri. Na mbegu nzuri inatoa matunda ambayo ni makubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbegu nzuri iliyo kwenye udongo mzuri inatoa matunda makubwa zaidi. Mbegu nzuri inatoa matunda mazuri. Lakini mbegu nzuri kwenye udongo mzuri inatoa matunda makubwa zaidi. Sijui kama unaweza ishika hii, uendelee nyumbani. Hii ni patching show. Sema matunda ni mbegu nzuri. Mbegu nzuri hutoa matunda mazuri. Na mbegu nzuri kwenye udongo mzuri hutoa matunda makubwa. Embe lililopandwa mahali kuna mbolea na embe ambalo limepandwa mahali hakuna mbolea ni maembe mawili tofauti. Mbolea iko hapa. These are great men of God. Tumefanya mambo miaka mitatu kwa pazia.
Na yale ya pazia yanasema huyu ni mtu mkubwa. Yale ya kwenye pazia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wewe unajua ni mkubwa. Lakini nikija kumwona anafagia choo ni kumaanisha wewe hujamthamini. Nikija kumwona anapanga viti ni kumaanisha wewe haujajua yeye. Amen. Asifiwe Yesu. Nikija kumwona anabeba maspika na peleka kwa crusade, tajua haujajua yeye ni mtu mkubwa. Mbegu nzuri inatoa matunda mazuri. Na mbegu nzuri katika udongo mzuri inatoa matunda makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi narudia hiyo ili ushike. Ukirudi nayo ujue shida inatakikana kuwa mbegu si nzuri peke yake itoe matunda mazuri. Iwe nzuri kwa ile udongo mzuri itoe matunda makubwa. Wacha hili ikoje. Amekuwa mchungaji chama wa wachungaji, sio mama, for 12 years. The respect amekuwa nayo liko nzima, lazima ikuje sasa. Iru ikuje sasa. Wangapi wanasema iru? Ile heshima ya miaka 12. Because katika miaka 2 umehudumia watu, umeganga mioyo ya watu, umebariki watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tumetembea na hii njia hii. Tumeona makanisa baba paka tunashangaa. Lakini yote aliyaongoza. Amen. Hii ujamaa tayari nimeona karibu kwa makanisa 100. Hii ujamaa tayari. Kwa hivyo kama ni wachungaji alikuwa nao, aliwaongoza na bado wanamheshimu mpaka leo. Kama ni house of bishop inamheshimu mpaka leo. Hiyo heshima lazima ianze kurudi sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Hii itakuwa center of excellence. Mahali ambapo pana heshima ya hali ya juu. Mahali palipo na upako wa hali ya juu. Mahali palipo na nguvu ya hali ya juu. Kwa sababu mbegu ya Mungu ambayo ni neno la Mungu ambayo imeanguka kwenye roho iliyo sawa itamea na kuzaa matunda makubwa 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 makubwa. Haleluya. Na tukianza kuwa sote na picha hii baada ya miaka 2 yale Mungu anazungumzia kwa mfanyiko. Itakuwa yamefanyika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufumba na kufumbua. Amesema akiyazaliwa matunda kwa kuvumilia. Ule wakati ambao mtumishi wa Mungu amefanya kazi, amefika mahali naye Mungu ajidhihirishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tuko tayari. Ninyi mliovumilia mtaanza kukula matunda. Kesho ni Jumatatu. Mtaanza kukula matunda. Ila ile uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sisi wengine tusimame. Alafu niwaambie kitu. Tulikuja baadaye, lakini tulikuja na moyo ulio sawa. Tusimame sisi wengine. Tumekuja na moyo ulio sawa. Baba anasema nitakuwa ule mdogo mzuri. Utakuwa ule moyo mzuri, mama blessing. Utakuwa ule moyo mzuri ambao atapanda mbegu ya Mungu. Alafu imeni yule mama blessing anayejulikana atakuwa sio yeye. Baada ya miaka 2 sio yeye. Hata wewe unastahili kuwa na ploti yako. Umejenga, watoto wako hawana shida hapo. Sio Mungu. Asifiwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema it is our time. Sema ni wakati wetu. Sema Shilo ni wakati wetu. Sema Shilo ni wakati wetu. Najua wakati ule mwingine nikija mama hatakuwa jikoni, maana kutainuliwa watu. Wanaojua ni mama yetu. Because nimekuwa hapa na macho yangu yanaona. Asifiwe Yesu. Lakini atakuwa na watu ambao kijaribu kusoga jikoni na mama tulia. Wacha tutengeze hii nao kwa sawa. Tutengeze hii mahamri ikuwe sawa. Watu ambao ni udongo mzuri. Neno la Mungu likilani hapo. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, yale Mungu umemfanyia anayaona, ameyaona, na wakati ni sasa. Hawa shirika mlionao ni wengi sana. Amen. Asifiwe Yesu. Tujipigie makofi, sisi wengi. Sisi ni wengi na sisi ndio wakamilishaji wa likoni. Amen. Sisi ndio tunabadilisha. Sisi ndio tutaleta mwongozo katika likoni. Kuna basi pale imeandikwa we lead others follow. Sinikosi basi. We lead, we shall lead, and others shall follow. Amen. Maana neno hilo hapa shilo ni sawa. Hapa hakuna maji, pokea hapa. Hakuna Mama Grace. Hapa ni neno la Mungu lianguke kwenye moyo ulio sawa. Alafu lianze kumea. Usikize maneno. Wainjilisti watoke hapa. Wahubiri, manabii wa kweli, maapostoli wa kweli. Si apostoli jina. Kuna maapostoli jina, kuna manabii jina. Asifiwe Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanasema tunaongoza kwa jina la Yesu? Tutaongoza kwa jina la Yesu. 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 Kuanzia kwako nyumbani, kwa kazi yako, utaongoza kwa sababu unaitwa kwa jina la Shilo. Na mbegu ya Shilo iko na udongo mzuri. Kama ni mwanadamu, ni kanisa hili jema. Amen. Historia walionipatia haingejema, na kwa sababu kulikuwa na mbegu safi. Bwana alikuwa amepanda ikamea. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale walioitwa hawana kanisa leo wako na nini? Wako na nini? Kubwa, zuri. Sasa bado ule utukufu. Bwana asifiwe sana. Napopata na hawa watumishi wa Mungu kama madhabahu hapa, naomba sisi sote tulia. Alafu waimbaji, asante ndugu Douglas.